Askari mmoja wa jeshi la ulinzi la Israel ameuawa na wengine 6 kujeruhiwa kufuatia shambulio la drones ya milipuko lililofanywa na kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon mapema hii leo asubuhi, kwa mujibu wa jeshi la Israel. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya jeshi hilo, askari aliyepoteza maisha ametambuliwa kama Sergeant Aidan Fox, ambaye alikuwa akihudumu katika kikosi cha 77 cha brigade ya 7 ya kivita akitokea mji wa Petah Tikva. Kifo chake kinatajwa kuwa pigo jingine kwa Israel katika eneo hilo, ambapo askari tayari 3 wameuawa kusini mwa Lebanon licha kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa zinaeleza kuwa shambulio hilo lilitekelezwa kwa kutumia drones yenye vilipuzi ambayo ililenga moja kwa moja kikosi cha wanajeshi wa Israel walikuwa wakifanya operesheni katika eneo la mji wa Taibe kusini mwa Lebanon. Kutokana na mlipuko huyo, afisa huyo na wanajeshi 3 walijeruhiwa vibaya, huku askari mmoja akipata majeraha ya kiwango cha kati, mwingine akijeruhiwa kidogo. Jeshi la Israel linaeleza kuwa wakati juhudi za kuokoa na kuhamisha majeruhi zilipokuwa zikiendelea, Hezbollah ilizindua tena mashambulizi mawili ya ziada kwa kutumia drones zenye milipuko. Katika tukio hilo moja, drones hiyo ilifanikiwa kuzuiwa na mifumo ya ulinzi wa Israel kabla ya kufikia lengo lake, kwa drone ya pili ikilipuka karibu na wanajeshi hao bila kusababisha majeruhi zaidi. Kwa upande wake, Hezbollah imekiri kuhusika na shambulio hilo, ikidai kuwa ilikuwa ni jibu dhidi ya kile ilichokitaja kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano unaofanywa na Israel katika maeneo ya mipakani. Kundi hilo limekuwa likitoa mara kwa mara madai ya mashambulizi ya kulipiza kisasi tangu kuanza kwa mvutano huo. Tukio hili linaongeza wasiwasi juu ya hali ya usalama katika ukanda huo, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakionekana kuwa dhaifu na yanayokiukwa mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaonya kuwa mashambulizi ya aina hii, hasa yanayohusisha drones, yanaweza kuongeza hatari ya kuzuka tena kwa mapigano makubwa kati ya pande zote mbili. Hadi sasa kuna tamko rasmi lililotolewa kuhusu hatua za ziada zitakazochukuliwa na Israel kufuatia tukio hilo, lakini inaaminika kuwa jeshi linaendelea kufanya tathmini ya kina ya hali ya usalama katika eneo hilo, moja na uwezekano wa kuongeza ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga yasiyotumia rubani.